Ni wangapi wanafurahi siku ya leo? Amina. Nitaenda kufanya somo la watoto. Watoto naomba niwasumbue. Msogee tu hapa mbele ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Anipenda ni kweli, Mungu anena ili, sisi wake watoto, kutulinda sizito. Sogeni kwa hapa chini. Yesu ananipenda kweli, upendo Mungu amesema. Amina. Watoto wote walioko waletwe na walioko tumboni waletwe. Juma hili tumejifunza mtoto tumboni anasikia. Mlete aweze kujifunza tutakalo kujifunza leo. Tupate kuomba. Nani atatupatia ombi? Karibu. Tuombe. Asante Baba, tunataka kuanzia asubuhi kufikisha kanisani salama, tunasifu jina lako. Baba, hata muda kama huu tunapenda kuendelea masomo lako, naomba ukatufanye tuelewe na tukielewa tutakusifu jina lako. Baba, hata wagonjwa na hospitalini wengine majumbani, daktari mkuu kaapone. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Somo la siku ya leo lina kichwa kinachosema nitakwenda. Tuseme wote, nitakwenda. Tena, nitakwenda. Sawa. Tunaenda kujifunza kisa cha mtu mmoja, ni mtoto kama nyie. Yupo nchi za nje, yupo Tanzania, na kisa hiki kilisimuliwa mwaka 2021. Binti huyu ni mdogo, anaitwa Gifty. Ni wangapi hapa anaitwa Gifty? Hakuna. Basi. Sasa yule Gifty alikuwa ni mdogo kama nyie, alikuwa ni msabato kama nyie, alikuwa anahudhuria kanisani kila siku. Alikuwa akiishi na mama yake. Siku za shule anaenda shule, afu siku za weekend anabaki nyumbani anamsaidia mama yake kazi. Asa siku moja Jumapili akawa yupo na mama yake. Nyumbani kwao, wangapi washawahi kuona gorofa? Wote mmeshawahi kuona. Mmeshawahi kuona gorofa refu? Haya. Sasa Gifty na mama yake walikuwa wakiishi kwenye gorofa refu kabisa, kwenye gorofa ya 3 huko juu, ni mbali. Asa akiwa pale na mama yake akawa anafua. Gifty yupo pembeni anamsaidia mama yake. Mama yake kamaliza kufua akawa anaanika nguo. Alipokuwa anaanika nguo akawa anabana kibanio. Ni wangapi wanafahamu vile vibanio vya kubania nguo ukiwa unaanika? Sawa. Akawa anabana nguo na kibanio. Alipokuwa anabana, kibanio kikadondoka kutoka juu gorofani mpaka chini. Mama yake akamwambia Gifty, mwanangu, naomba nisaidie kwenda kuchukua kibanio kimedondoka. Gifty akasema sawa mama, nitakwenda. Alisemaje? Sawa mama, nitakwenda. Akashuka haraka mbio, akachukua kibanio, akapandisha juu. Mama tena akaendelea. Baada ya muda anaanika tena nguo, kikaanguka tena kingine. Mama akamwomba tena Gifty aende akachukue. Gifty akasema sawa mama, nitafanyaje? Akashuka mbio, akaenda kuchukua, akampelekea mama. Mama akafurahi. Mama akaendelea tena kuanika, kikadondoka tena kibanio cha 3. Mama akasema mwanangu Gifty, naomba tena ushuke ukanichukulie kibanio. Hivi mnahisi Gifty alienda kweli? Niambieni. Unajua inachosha? Ni Gifty alienda kweli? Alienda? Wangapi wanasema hajaenda? Nimesikia mnasema hayuli. Kwa nini usingeenda, ingekuwa ni wewe? Inachosha? Inachosha kushuka chini kila saa. Lakini Gifty alishuka tena na kuchukua kibanio. Amina? Amina. Kwa mara ya 4 tena kikadondoka. Haya, zamu hii ya 4 anashuka washuki? Mna uhakika mlikuwepo? Kama hajashuka je? Lakini Gifty
kwa moyo mweupe kabisa alishuka chini akachukua, alimwambia mama, nitakwenda. Mama yake alimsifu sana na kumpongeza. Tunajifunza nini kwenye somo hili? Tunapotumwa na wazazi tusemeje? Hata kama kutume mara 5 utasemaje? Sawa mama, nitakwenda. Mwalimu wa kanisani akiwaambia twende tukawatembelee marafiki zetu huko kwenye mitaa, tutasemaje? Sawa, nitakwenda. Mwalimu akikupa kitabu akwambie mpelekee rafiki yako shuleni, utasemaje? Sawa, nitakwenda. Ni wangapi ambao wakitumwa na kuwa hawataki kwenda, wanamwangalia mzazi kwa jicho fulani hivi la pembeni? Basi ikiwa upo kuanzia leo, hilo jicho likome. Sema amina. Amina. Mzazi ama mwalimu kanisani akikutuma kwa kuwa anaongozwa na Mungu, utasemaje? Sawa, nitakwenda. Mungu aweze kuwabariki. Mnaporudi msisumbue, msichokozane, msikilize vizuri. Ukirudi nyumbani, wazazi waulizeni leo umejifunza nini, watawaambia. Mtawaambiaje? Mkiuliza umejifunza nini, unasema nimejifunza Mungu akinituma nitafanyaje? Nitakwenda. Na wewe mzazi ukinituma nitafanyaje? Nitakwenda. Mungu awabariki. Nani atupatie ombi la kufunga? Sasa hivi tumpatie wa kiume. Karibu. Tuombe. Asante Mungu kwa pamoja nasi hapa kumtafuta msaada kiasi kwa shughuli. Asante Mungu kwa neno lako. Nipate somo zuri na kuelewesha kwako zetu. Na pia kupatia mtakatifu atakayefanya nini. Tunapotoka na mtu yeyote, yeye ni mdogo au mkubwa. Kataongoze na katakuepushe. Hiki tulichofundishwa leo. Naomba kupitia na Yesu Kristo. Amina. Mungu aweze kuwabariki. Mrudi taratibu, tuendelee na ibada.